Kaka hapo hapo ulipo, acha kile unachokifanya, upande gari uje. Nilijua tu ndani ya masaa haya 8-9 ungekuwa tayari umeshafika. Pole sana. Oh, dunia, kwa nini mapenzi yanatesa watu? Oh, dunia, dunia. Mungu nipe kama huyu tu, nikimpata huyu tu inatosha. Lakini niseme ukweli bana, kuna watu wanapenda kweli. Just imagine Leila ameshindwa kabisa kukaa bila manyanya, kaamua moja kwa moja atengeneze mpango, plani ikasetiwa hadi akaweza kuishi na manyanya. Manyanya amerudi tena mzigoni. So wale wanangu wa utamaduni ambao tuliuzoea na tuliutamani zaidi kutoka kwa manyanya pamoja na Leila umerudi. Kwa hiyo tukutane kwenye comment section hapo, wangapi ambao tumefurahishwa kutokana na hiki ambacho kimetokea sasa hivi, kwamba utamaduni kati ya manyanya pamoja na Leila umerejea. So hii hapa ni Dunia episode ya 33-34 ikiwa ni season 2. Nikwambie karibu sana kama ni mara ya kwanza kufika kwenye channel yetu pendo kabisa ya The Link. Nikwambie tu nakuomba sana subscribe ili mradi mambo yaweze kwenda poa zaidi, kwa sababu hapa tutafanya uchambuzi wa movies, pia tutafanya storytelling na pia tutasimulia makala nyingi ambazo zipo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kama una story yako, gusa link hapo nimeiweka kwenye comment section kwa ajili ya kujoin WhatsApp channel ili mradi uweze kujifunza mambo mengi zaidi. Hii ni The Link, karibu sana. So jambo la mwanamke akilipanga lolote lile lazima litatimia, na jambo la mwanaume akilipanga lolote lile lazima litatimia. Najua manyanya alikuwa anapiga dua nyingi sana apate hii bahati ya kuja kuishi tena na Leila, lakini Leila yeye ameenda kwa vitendo, ni akili tu imecheza. Mume kaondoka, kampigia simu, "Hello, rudi nyumbani chapo." Kurudi nyumbani, Leila anamuigizia kwamba kuna majambazo waliingia mule ndani na walitaka waweze kumkaba, waweze kufanya sijui nini. Jamaa akasizi kabisa, na Leila akaleta pointi yake ambayo alikuwa anaitaka kwamba wanatakiwa wawe na mlinzi, na huyo mlinzi sio mwingine bali ni manyanya. Finally jamaa si mmoja ikaita, "Bana manyanya, acha unachofanya, panda gari, njoo moja kwa moja huko, kuna kazi ya ulinzi." So ule utamaduni tuliomisi umerejea rasmi. Tusubirie utamaduni. Sasa upande wa hawa huku mambo yamezidi kuwa mabaya zaidi, kwa sababu Ramio amemtichia Amani na kumwambia kwamba muda si mrefu anatuma. So Ramio akasema kabisa, "Usiponipa natuma kwa mume wako." Hawa akakubali kumpa, kwa maana hadi sasa hivi Hawa yuko kwenye process za kumpa. Lakini sasa akaamua kwenda moja kwa moja kwa rafiki yake wa karibu ambaye ni Diva na kumuuliza. Lakini sasa tujue kuna vitu vingine inabidi tu tunaangalia. Kama ukitaka kufanya jambo lako, basi tafuta mtu ambaye unaona kabisa huyu ni sahihi kwenye kufanya issue fulani. Just imagine Hawa anaenda kumwomba ushauri Diva. Diva mwenyewe anaonekana kichwa hicho, yani ni wa moto kwa kifupi. Sasa unaenda kumwomba ushauri Diva, Diva anakuambia mpe. Hawa anakataa, sema nimpe tena, akija mwingine mwenye video nitampa naye vipi? Mbona Diva anaishauri ushauri wa ajabu? Baada ya hapo Diva akamwambia basi kamwambie mume wako. Hawa akaona hapa kweli nimeingia chuo cha kike. Lakini baada ya muda Hawa akasema fact ya kwenda kumwambia mume wangu mbona kama ni kweli hivi, lakini ngoja niitumie kwa njia tofauti. Tunakumbuka Ramio ana picha za Hawa akiwa anatoka, na wala sio picha akiwa ndani Kisinza anaichapa. Tunaelewana hapo? Picha sio za ndani Kisinza akiwa anaichapa, bali picha za Hawa ni za nje akiwa anatoka. Ndio maana sasa Hawa kama kutengeneza plan na kumwambia mume wake kwamba alipewa lift na Kisinza. So yote atakayemletea taarifa na kumwambia kwamba Hawa analetwa na lift sijui nini, anatoka na majitu maivo, basi azipuuze zile taarifa. Na mume wake kweli kazielewa na amekubali kabisa, kwa maana hadi sasa hivi Hawa yupo kwenye nafasi nzuri zaidi. Sasa itakuwaje kwa Ramio? Niandike kupitia comment section hapo. Ramio atakuja na plani gani nyingine akishasikia kwamba tayari Hawa wameshamaliza kulisovu yeye pamoja na mke wake? Hii ni The Link. Mudi ameweza kutekeleza kile ambacho sisi kama wanaume kwenye kikao tunachofanya kila siku kinatakiwa kifanyike, kwa maana sasa hivi ameweza kumwambia ukweli kwamba Johari, mimi siwezi kuwa na wewe, nipo na dada yako Latifa, so siwezi kuwa kwenye uhusiano na wewe. Lakini Johari anajilaumu sana. Kwa nini? Yeye ndo amehusika kumtengeneza Mudi, kumtengeneza kuwa mfanya awe vizuri na kumpeleka hadi hospitali, kumtoa hivi, kumkea. Alionyesha njia zote, lakini Mudi hakuweza kutia neno pale. Sasa alichokija kuja kufanya Latifa ni kwamba moja kwa moja aliipeleka, na Mudi alichoifanya bila yana akaichapa. Sasa muda Johari anaipeleka, tayari dada yake ameshapita Latifa, kwa maana Mudi hawezi kuchanganya kuku na mayai kwenye sehemu moja. Narudi kwako,
ingekuja hii fursa, ungekuwa kama Mudi, ungekubali kubaki na dada tu peke yake, umkatae mdogo mtu, ama wewe wote ungeburuza? Niandikie kupitia comment section hapo, lakini pia nakuomba sana usubscribe. So bifu limekuwa ni zito zaidi. Latifa anamchukia sana Johari. Johari anamchukia zaidi Latifa kutokana na hiki kitu ambacho kipo, kwa sababu Johari anasema yeye ndo amempendezesha Mudi, amemjali kila kitu, lakini bado tena Latifa naye anasema mara ya kwanza Johari alikuwa anamkataa kabisa Mudi, imekuwaje sasa hivi anajifanya anamjali, anamkea hivyo, anaonyesha kama kia fulani, kitu ambacho ni uongo, sio sahihi kabisa. Sasa mimi najiuliza hili battle litaishaje, kwa maana hawa wote ni ndugu na pia wanaendelea kuishi kwenye mitikasi ya kindugu. Watakuja kusolve vipi hii issue ambayo inaendelea? Hebu tuendelee kusikilizia, kwa sababu mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini ninavyoona hapa kuna mtu atakuja auliwe hapa, kwa sababu mapenzi ni kitu kingine ambacho kinauma zaidi. So mume wake na Hawa ameingia kwenye mtego wa Hawa, kwa maana Hawa amekuja na trick moja tu ya kumwambia mume wake kwamba alipewa lifti na wala hakuna chochote kile ambacho kinaendelea. Hivyo yoyote yule atakayekuja, atakayemu approach na kumweleza kila kitu kwamba kuna issue fulani na fulani na fulani inahusu nini na nini, basi aweze kuipuuza. Ni taarifa za uongo ambazo watu wanatengeneza ili mradi aweze kugombanisha penzi linaloendelea kati ya Hawa pamoja na mume wake. Na kweli bana, akawini, mume wake ameweza kukubali kabisa. Huko mbele siri itajulikana tu au vipi? Kwa sababu wanasemaga hakuna siri ya watu wawili, na ukiangalia hii siri ya Hawa sasa hivi wako watu wangapi? Diva anafahamu. Je, Diva akiamua kusambaza na kusema ukweli kila kitu itakuwaje? Hawa amewaza vibaya sana. Angetafuta mtu sahihi wa kumshauri kuhusiana na hili jambo, lakini kamtafuta mtu ambaye sio sahihi kabisa. Sijui itakuwaje, lakini namuonea huruma sana Hawa. So upande wa Leila, finally akili imekuja, imejikoki na imejiseti, na imekuja kueleza kwamba tutumie plani fulani ili mradi tuweze kumpata Manyanya. Na plani iliyoitengeneza ni kwamba amevamiwa usiku, kuna mtu anayeruka ukuta, sijui hivi, hakuna usalama, so inabidi tupate mlinzi, si mmoja kwa Manyanya. Manyanya huyu hapa anatokea, na tayari tamaduni tunaiona, kwa sababu tayari Leila muda ule alikuwa anachungulia kwenye dirisha na akifeel proud sana, yani akifurahi kwa kile kitu ambacho kinaendelea. So nasubiri sasa kitu ambacho kitatokea hapa ni kipi hasa, kwa sababu tayari Leila amerudi, Manyanya yupo pia. Na kitu ambacho kinatokea ni kwamba mume wake na Leila hafahamu kile ambacho kinaendelea kwa sasa hivi, kutokana na penzi ambalo lipo kati ya Manyanya pamoja na Leila. Mara kwanza Manyanya alikuwa anakataa sana, lakini this time around amekubali kuona aichapa muda wote ule. So ameifuata kule. Sijui utamaduni wa kwanza utakuwaje. Mimi nikwambie karibu sana, subscribe YouTube channel at the link, na pia follow ukurasa wetu wa WhatsApp pale kwa kujoin WhatsApp channel ili mradi uweze kupata update na taarifa nyingi zaidi ambazo zinaendelea. Kama una story yako ya kweli, basi utanitumia pale WhatsApp ili mradi nije nisimulie hapa. Kama kuna fundisho lolote mtu atalipata, itakuwa poa zaidi. So sina la ziada kwa sasa. Julikana siko uji kijana msimuliaji. Wewe ni Tad Optimist, man of the second, kama that's my ID, that's my identification Instagram. Julikana siko uji. Ciao.